mume ameshtakiwa kwa kadhi, mke ataka kuwapa, hana sababu yoyote, sikutaki tena. Na mume naye akamwambia, na mimi sijui, mimi najua kuoa sijui. Wallahi ama tatizo ya huyo hayuwa kuoa, hayuwa kuwatwa, na huyo hayuwa kuwatwa, hayuwa kuolewa. Mtihani sana. Mimi siku zote huambia wanaume, mwanamke akisha kukuambia, ila iwe ni isiwe ni kwa sababu hizi mbili. Mwanamke ikiwa wewe hukumuolea, yani ukienda kuoa mwanamke mwingine, mwanamke nembo yake ya kwanza, salamu yake ya kwanza ni hata sikutaki tena. Si maana hakupendi, lilomuudhi lile la wewe kwenda kufanya nini? Kuoa. Nifahamuni vizuri hapa. Ukioa mke wa pili, mke wako ukia nyumbani, mke wako kwambia sikutaki tena, nipe talaka yangu, usimpe. Siku hakutaki, ni ule utungwa wewe kwenda kufanya nini? Kuoa. Huyo usimwape. Lakini hukuoa, ni yeye siku hiyo tu mwanamke akwambia, mume wangu mimi bwana, basi umenikoma hapa, mimi na wewe mpaka sasa sikutaki tena. Mwambie Mungu akubariki, jazakallahu khair. Wataka kuandikie ngapi? Yeye amekwambia, kesho atakuonesha. Ukishakujua kwamba ni kweli huyu hakutaki, muulize tena. Pengine mumejaribu, ukaenda ukasuluhisha, ukatuma watu, bana sikilizeni, haya nikosea, haya nifanya lolote, basi tu moyo wangu simpendi tena. Wallahi sujudu sida shukr. Wa ila siku ya pili muone mtu kitandani, mwambie mfundi wa feni, utajaza wewe. Uko kitandani kwako, mwambie mfundi wa feni. Feni na kitanda kilichosunni. Unaona? Manake nilikwambia kwa maneno sikutaki, ukajifanya hufahamu, sasa na kuonesha kwa vitendo. Kwa hiyo mwanamke akikwambia sikutaki, tafadhali mwanamume, wewe fanya khiari moja katika mawili. Ima mwambie nenda zako, mmekuata lillahi taala, au mwambie niregeshea mahari yangu. Na katika kuniregeshea mahari yangu, si lazima kuregeshea kilo au ulompa. Naweza kumwambia sasa mimi senti nimezitumia, nipe hiyo simu, niatia hichi kitanda, nipe hili kabati. Sasa pengine mko safari, nyinyi mlioona Kenya, furniture za Kenya, mmetengeza furniture za nani? Al-Ihsan, sio? Msilisikii na lako Saad furniture hapa, iko hapa karibu na Saifi Hospital. Takupigia debe, wewe ndo darasani kwa nguvu. Mambo hapa tukitaka kupigia debe wafanye kutengeza funguo, manake mingi wako hapa. Nenda kwa mtakae. Sasa furniture nyinyi mmetengeza Mombasa, lakini nyinyi mwaishi Dubai au Saudia, mwambie niregeshe furniture zangu. Si lazima kuregeshe hizi, hataki kupaza kule Dubai. Sasa lakini sasa waweza kumwambia hizi za Dubai za Kichina, zile bamba kofi hata ukaruka yulake hazivundiki. Hizi hata ukiswali shatuswali kwa slow motion, ukiruku ukisujudu kwa nguvu ile zendrao zake, basi lazima ziregeshe hizi. Kwa hiyo mke akitaka talaka hana sababu yoyote, ni yeye hakutaki tena, unajua huwezi kumlazimisha mke. Na kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma bihi bas faharamun 'alayha aljanna. Mwanamke yoyote atakaye kuomba talaka kwa mumewe bila ya sababu yoyote, hakuna sababu ya msingi ya kumfanya yeye akaomba talaka, huyu haisikii hata pepo harufu. Lakini wanazuoni wakatuambia kutukia pia mmoja katika sababu, sikupendi tena. Sasa utakuwa sikupendi, wataka akilala na wewe afunge mato? Hakupendi, alikuwa akikupenda. Sasa wajua mapenzi ni kama nyasi, popote humea, hayana sababu. Wewe waweza kumpenda mtu ukiulizwa sababu, basi tunampenda. Wampendea lipi? Basi tu mimi nampenda, au hakuna?
Na kutukia aweza kuwa namna hiyo, basi bwana wewe kwani ule wamtukia nini? Basi tumesimpendi. Simpendi tu bwana, wewe na lazima mimi nimpende. La. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia jubilatil qulubu ila hubbi man ahsana ilaiha wa kurhi man asaa ilaiha. Hii ni kaida. Nyoyo zimeumbwa, zimetengezwa kumpenda anayezifadhili. Hii ni kawaida. Ukimfadhili mtu umemvuta ule moyo wake, na ukimfanyia mabaya mtu umeutukiza ule moyo wake. Lakini mtu aweza kukupenda without any, yani bila sababu ya msingi. Ukaona mimi nampenda tu, mimi navutikiwa na yeye, mimi nimeingiana na yeye, hujamjua basi mwanamke amekupita. Kuna watu wamesikia sauti tu, mwanamke utangaza kwenye redio, sijui ni airport. Mimi kuna mmoja amemoa mwanamke airport, umesikia sauti tu, waambiwa ndege fulani, mimi wewe lazima nimuoe. Wamuyu wapi? Basi mimi hiyo sauti lazima niioe. Khalas. Sasa siku hiyo ameshikwa na mafua mwanamke kwa ndege fulani. Basi sasa ilonivutia ni hiyo sauti. Sasa hakuna tena sauti, au sio? Sasa swala louliza, je, kadhi aweza kumwatisha? Kadhi haiwezi kujiatishia wake za watu. Kadhi ana ziegezo fulani, akizikuta aweza kumwatisha. Lakini tu mwanamke nitakwenda kwa kadhi utaniata. La, kadhi lazima aniite mimi. Kadhi lazima aniite mimi. Na katika matatizo yaliyoko kwa kadhi, watu waenda kwa kadhi kupata suluhisho, lakini wakapandishwa shuka, mimi si huyu wallahi, mpaka leo mimi hufikiria kwa jambo gani? Mume huyu, mke huyu, bwana mimi simtaki tena. Haya, na wewe mimi namtaka. Kwa nini wewe wamtaka? Ati nendani, mtakuja siku. Kwa nini wende siku nyingine? Kwa nini wende waje siku nyingine? Huyu amekuya, bwana mimi huyu mke wangu hataki kunisikiliza, hataki kuketi nyumbani. Wewe kwa nini hukataki kuketi nyumbani? Mimi simtaki tena. Haya, huyu hakutaki tena. Suluhisho, kama hanitaki anipe mwenyewe mahari. Mimi siwezi kumpa mahari. Basi mimi natoa, ukimpa mahari ndio talaka yako. Basi nenda nizeni. Wewe ushamaliza. Lakini nenda rudi, nenda. Umekuwa kama hizi koti zingine, mtu ameshikwa na bangi ati paka bangi pende ikachunguzwe. Vuta utaiona mbangi si bangi. Manake kuna mambo mengine utaona tu hapa huzengewa ndia za kuhongana. Wewe umeshikwa, huyu umeshikwa, bangi hii ni bangi, kwenda ndani basi, au tumekusamea usivute tena basi. Tumefahamu? Kwa hiyo kadhi aweza kumwatisha mke akipata zile ziegezo. Hakuna ziegezo, kadhi hawezi kuwatisha. Naam.